kumuuliza Shemasi Joseph Alois Tarimo katika nafasi ya mwisho katika sherehe za duniani tarehe 4 mwezi Juni. Tulikuwa naye kaanza kuongea, tunakunywa chai, tukamwambia Shemasi, naona nguvu zimekuwa nyingi. Akatabasamu na akasema ninamshukuru Mungu. Tukanywa chai tukamaliza. Ndugu zangu, kama ningejua kwamba atakufa hivi karibuni, ningeweza kusikia uchungu, lakini siku nilipoambiwa hayupo duniani iliniuma sana. Sikuwa na hamu, sikuwa na hamu. Nilipanga safiri baada ya mapema, nikasema mpaka Uche saa 1 au saa 12 ndipo ninaweza kusafiri. Ni kitu kinachoshtua, lakini mapenzi ya Mungu yametimilika. Aliitwa na yeye Bwana na akamteua kuwa shemasi, na amemwita katika tarehe yake ya kuwa padri. Tunachoweza kusema kazi ya Mungu haina makosa. Kila mmoja wetu hajui siku wala saa, lakini tunajua kwamba saa ngapi na wakati gani, na basi ni siri ya Mwenyezi Mungu na yeye yule ambaye anaipa. Ndio maana somo letu la kwanza linatuambia wazi kwamba rehema na neema zinawateule watu. Na somo la pili linatuambia ni nini kitakachotenga na upendo wa Kristo. Si mavazi, si vitu, bali upendo wa Kristo utazidi. Na kwa shemasi wetu, ni hakika upendo wa Mungu umeshinda, kwamba amemwita yeye. Hakusema naacha ushemasi, hapana. Ameitwa akiwa tayari kupokea daraja hilo la upadre. Ni kitu kinachotisha, kitu kinachoogopesha, lakini ndio maisha yetu yalivyo. Tunamtegemea yeye, tunamwambia utakalo lifanyike. Ni kweli amemwita na yeye amepokea. Linalobaki kwetu sisi ni kumwombea na kumkumbuka daima. Hicho kitu kikubwa. Ameitwa ndugu yetu na tunaweza tukasema maneno mengi, lakini mbele ya Mungu yeye amekuwa tayari. Rehema na neema zake zinawateule wao, na hakuna kilichompinga, bali amekubali kuitwa na yeye aliyemwita awe shemasi. Na kama shemasi amefanya kazi kati yetu, na kila mmoja wetu aliyekutana naye alifurahia huduma yake, na alikuwa na matumaini, na tulikuwa na matumaini, lakini Mwenyezi Mungu amemtekelezea.
tunawapa pole dada zetu walioachwa naye. Tunawapa pole ndugu, jamaa na marafiki, hata wakati mashemasi wake tuliona upendo waliokuwa nao kwake yeye, na hivyo kwetu sisi ni kumwombea na yeye, kwa kuwa ametupenda atatuombea. Heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa Mungu ni wao. Amejitoa kwa ajili yake yeye ambaye ametupenda na akafa kwa ajili yetu sisi, na yeye ameniita, na yeye amekubali. Linalobaki kwetu sisi ni kumwombea, na yeye ni hakika alitupenda. Ana Milola alitupenda, ana Kiberege alitupenda, ana Kisolwa alitupenda, Bwana Mfipa. Na hivi yote yanaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu amemtayarisha kwa namna yake. Sisi ni kumwombea, na yeye kwa sababu ametupenda ni hakika atatuombea. Na hicho ndio cha maana mbele ya Mungu na mbele ya wale wote waliokutana naye. Alikuwa ni mtu anayefurahi, anayetabasamu. Na hivyo sisi sote anatufundisha vile vile kuwa na unyenyekevu, wa kuwa tayari, wa kuwa na maskini wa roho. Tunapokuwa maskini wa roho, ni hakika ufalme wa Mungu iwe. Tumwombee na tuwe na matumaini haya, na si leo tu, lakini daima. Maneno yake na matendo yake yatabaki katika maisha yetu, hivyo tutamwombea naye atatuombea. Mashemasi mlioachwa na ndugu yetu, vile vile muwe na matumaini kwamba hatujui siku wala siku, kwa maana na muhimu tudumu katika sala, atudumu katika ukarimu wa Kristo ambaye anatuita na ambaye anatufanya kuwa makuhani wake. Ukuhani huu tunaopewa si wetu, bali ni wake yeye aliyetuita, kukomboa na kutupatia zawadi hiyo ambayo tutaipokea katika siku chache. Ndugu zangu, katika kumwombea ndipo tunapopata mastahili, na ndipo tunapoona ukuu wa Mwenyezi Mungu. Tunaweza tukawaza kama binadamu, lakini Mwenyezi Mungu akataka kwa namna ya pekee kutuonyesha yale yanayotaka. Hivyo basi, sisi kwa unyenyekevu mkubwa ni lazima tuseme, Bwana, utakalo lifanyike. Tujiombee kila mmoja wetu katika nafasi yake. Tuwaombee ndugu ambao na jamaa ambao wamepatwa na msiba huu kwa karibu zaidi. Tuwaombee wanashirika kwa matumaini waliokuwa na kitu kinachotisha, lakini tunasema, Bwana, umependa hivyo, tunakuomba utujalie yale unayoona tunahitaji na tunastahili. Tumwombee ndugu yetu Shemasi Joseph Alois Karim. Alitupenda na sisi tunampenda, na ni hakika atabaki katika mioyo yetu na atabaki hapa kwetu. Ina maana tunaposali tuweze kumkumbuka na kumwombea. Tumsifu Yesu Kristo.